Kwanza wakati mwingine sisi vijana wa Chadema huwa tuna washangaa vijana wenzetu wa UVCCM kwamba huwa wanatumia nini kufikiri. Yani huwa tunapata wakati mgumu sana kuwaelewa namna wanavyojenga hoja na wanavyozungumza mambo yao, kwa sababu ukisema kwamba Chadema imedandia ajenda ya CCM labda niseme hivi, CCM kama wanadhani CCM kwamba ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Chadema kama chama cha siasa, watakuwa wanajidanganya. Na sisi Chadema tunakiri kwamba sio kwamba sisi ndo wenye hiyo ajenda. Sisi ni chama cha wananchi, ni chama cha watu. Ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Watanzania. Na sisi Chadema tumekuwa na ushawishi kwenye taifa hili kwa sababu tunasimamia ajenda za Watanzania. Na ajenda hii akisema yeye kwamba ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, atakuwa hajui hata misingi ya uanzishwaji wa chama chetu. Kwa mara ya kwanza wakati Chadema inaanzishwa kwenye mkutano mkuu wa kwanza wa Chadema mwaka 1992, swala la katiba mpya lilikuwa ni miongoni mwa maazimio mwa mambo ambayo yalianza kuzungumzwa ndani ya Chadema. Kilio cha katiba mpya kwa Watanzania kimeanza mwaka 91-92 kwenye tume ya Jaji Nyalali. Kilio hicho kimekuja kusemwa na Watanzania kwenye tume ya Jaji Kisanga mwaka 98. Kilio cha katiba mpya kimekuja kusemwa na Watanzania mwaka 2003 kwenye tume ya Jaji Mark Bomani. Baadaye kilio hicho kimekuja kusemwa na Watanzania mwaka 2013. Sasa akitokea mtu kijana akasema kwamba ajenda hiyo ni ya wana CCM, mimi nitamuuliza kwa mfano, let's assume kweli ni ajenda ya wana CCM. Kwa mfano, tukijaribu kutumia huo ujinga wake, mwaka 2015 CCM kwenye ilani yao ya uchaguzi walisema kwamba katiba mpya ilikuwa ni sehemu ya vitu ambavyo wanaenda kuvitekeleza mwaka 2015 mpaka 2020. Kiko wapi? Mwaka 2020 hawakuizungumza kabisa. Leo akisema ni ajenda yao kwa sababu kwenye ilani ya 2025-30 ya hicho wanachokiita ilani yao ya uchaguzi, kuiweka humo ndani kusema kwamba ndio imekuwa ajenda yao, walishawahi kuiweka kwenye ilani yao na hawakutekeleza chochote. Kwa hiyo nafikiri amesema hayo aliyosema kwamba Chadema imewapora ilani yao, ajenda yao. Nafikiri amesema kwa sababu ya either moja kati ya mambo mawili. Cha kwanza amesema kwa sababu hajui, au amesema kwa sababu ni mjinga tu, ni mjinga, hana cha kusema, anaweza kusema lolote. Kwa hiyo ajenda ya katiba mpya kwa Chadema ni ajenda ambayo huwezi kuitofautisha na Chadema, kwa sababu ni jambo ambalo lilianza kuzungumzwa toka siku Chadema inaanzishwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Watanzania, na ni ajenda ya Watanzania kupitia maoni yaliyokusanywa na tume mbalimbali ambazo mimi nimekutajia hapa. Toka mwaka 91 Watanzania walikuwa wanasema kwamba wanahitaji katiba mpya kwenye taifa hili, katiba mpya ambayo itaweza kusimamia rasilimali za taifa hili, katiba mpya ambayo itaweza kuleta haki kwenye uhuru wa kila raia kuchagua kiongozi anayemtaka. Kwa hiyo mimi nafikiri kauli hiyo imetolewa na mtu ambaye labda ana shida ya kufikiria, au ndio ule utamaduni wa wenzetu, vijana wenzetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nayo tunaona ni kauli ya kipropaganda ambayo sisi tuhangaike nayo. Tutaendelea kuzungumza na Watanzania kuwahamasisha waunge mkono ajenda hii ambayo sio ajenda ya Chadema, ni ajenda yao. Na Chadema kwa vile ni chama kinachojali maslahi ya Watanzania, kwa kweli hakuna namna kinaweza kikaachana na ajenda za Watanzania. Na wao CCM hawaungwi mkono na Watanzania kwa sababu wamekuwa either hawasimami na ajenda za Watanzania, lakini pia wakisimama nazo wanasimama nazo kwa ulaghai, kwa uongo. Leo unaandika kwenye ilani yenu kwamba tutafanya mabadiliko ya katiba 2015 mpaka 2020, unaandika kwenye ilani yako. Ikifika 2020 hujafanya lolote, unaichomoa. Ikifika 2025 unasema tutakuwa na katiba mpya. Siku zikienda unasema katiba hiyo tutaipata 2028, maana tutaipata 2030. Kwa hiyo ni uhuni tu, na huo uhuni ndio unaowafanya Watanzania wasiunge mkono CCM na waendelee kutupa ushirikiano Chadema.